Tumesikia Roho Mtakatifu atusemesha asubuhi ni kujua nguvu ya maombi ya alfajiri. Kujua nguvu ya maombi ya alfajiri. Ukijua nguvu ya maombi ya alfajiri, haitajalisha uko wapi, uko na nani, unafanya nini, utaomba asubuhi na utaomba alfajiri. Yani nguvu ya maombi ya alfajiri ina kitu cha tofauti sana. Na mstari nitakaoanza kusoma ni ule mstari wa Ayubu 38 mstari wa 12, ambao inawezekana pia umekuwa ukiusikia wakati mwingine. Ayubu 38 mstari wa 12 anaposema, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Kwa hiyo ina maana kuna umuhimu wa kuisemesha asubuhi. Ni hatari kutokuisemesha asubuhi. Na kwa nini ni muhimu kuisemesha asubuhi? Maana hapa anasema, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza. Alafu anaendelea kidogo, anasema umeajulisha mapambazuko mahali pake. Yani umeketisha vitu, umeratibisha vitu. Manake kumbe anayeratibishaga vitu ni wewe. Lakini unaviratibisha wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Anasema umeajulisha mapambazuko. Umeambia nini unataka? Mapambazuko. Umeambia mapambazuko unataka kuona nini kinatokea siku hiyo. Anasema umeajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kushika miisho ya nchi. Alafu anaendelea anasema, waovu wakung'utwe wakawe mbali na mapambazuko yako. Manake waovu wakung'utwe wakawe mbali na asubuhi yako, wakawe mbali na mchana yako, wakawe mbali na jioni yako. Kwa hiyo wewe ndio unayetakiwa kuratibisha vitu kwenye ulimwengu wa roho, ili waovu waliotengenezwa, waliokusudiwa, walioumbwa, ambao wapo kwenye hiyo siku, wapo kwenye huo mchana, wapo kwenye hiyo jioni, roho zote za mabaya zilizokusudiwa zisiwe na matokeo kwenye siku yako. Lakini it depends na neema uliokuwa umeiachilia asubuhi. Maana neema tuko nayo, lakini issue ni kuachilia hiyo neema tulionayo. Mungu ameshakupa authority, ameshakupa mamlaka. Anasema nimewapa amri ya kukanyaga inge na nyoka na nguvu zote. Sasa watu wanapewa amri lakini hawatumii amri. Ukishapewa amri, tumia hiyo amri. Amri uliopewa wewe uitumii kwa akili zako, unatumia hiyo amri kwa kupitia jina la Yesu. Kwani si amesema, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Yesu. Kwa nini unashindwa kuamka asubuhi na kutangaza unachotaka? Wenzetu wamejirahisishia, wamejiwekea vinara kule juu, vinawatangazia. Sisi mfumo wetu ni tofauti. Sisi Yesu alishakufa msalabani, pazia la hekalu likafanya nini? Likapasuka. Kila mtu anatakiwa aende mwenyewe. Uwakilishi ni mara moja sana. Tulikuwa tunawakilishwa kwenye Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya unajiwakilisha mwenyewe, unajisemea mwenyewe. You have to prophesy for yourself. Lazima ujitabirie wewe mwenyewe, jisemee mwenyewe unachotaka. Unataka kuona nini kinatokea, unataka kuona nini kinafanyika, unataka kuona nini kinazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa anasema, kwa hiyo swali ni je, umeamuru? Kwa hiyo kama hujaamuru, hauna wa kumlaumu. Kwa sababu unapoamuru, Biblia inasema waovu wanatengwa, waovu wanakung'utwa, waovu wanakuwa separated na ratiba zako, wanakuwa separated na vipaumbele vyako, wanakuwa separated na familia yako, wanakuwa separated na watoto, wanakuwa separated na kazi, wanakuwa separated na uchumi, wanakuwa separated na chuma ulete. Waovu wapo, wanaratibiwa kila siku.
kila siku. Na ndio maana unaona Biblia ikisema imewapasa kumuomba Mungu siku zote. No excuse. Kuomba kwake mwenye haki kunafaa sana. Tena aombe kwa bidii, maana tumia hiyo amri kwa nguvu, kwa bidii. Toka enzi za Yohana Mbatizaji hata leo, ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu sio wanaolala usingizi. Wenye nguvu sio wanaoacha kusema. Mungu alimwambia nini Yeremia? Alimwambia Yeremia, nimetia maneno yangu kwenye kinywa chako. Kwenye kinywa chako. Kwa nini nimetia maneno yangu kwenye kinywa chako? Ili kwa kutumia kinywa chako wewe ung'oe, ubomoe, uharibu, uangamize. Alafu ukimaliza ujenge na kupanda. Kwa alimwambia nimetia maneno wapi? Kwenye kinywa chako. Na ndio maana ni hatari mtoto wa Mungu kutokutamka. Wachawi wote, waganga wote, washirikina wote wanaongea. Hakuna mganga wa kienyeji bubu. Ukikutana naye tapeli. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hakuna mganga wa kienyeji nini? Bubu. Hakuna mshirikina bubu. Waganga wote wanasema kwa sababu uchawi uko katika kusema. Ushirikina uko katika kusema. Anachimbia dawa huku anasema, anakupaka dawa huku anasema, analusha ule mkia wake huku anasema. Kila anachokifanya anasema. Kwa hiyo kinywa chako ni silaha. Unaweza kaamua kitumike upande huu. Na Mungu alizungumza vizuri na Yeremia, akamwambia nimetia maneno kwenye kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaposoma kwenye Warumi unaona akisema kwa kinywa mtu hukili hata kupata. Na ndio maana usije ukafikiri ni ustaarabu kuomba kwa kunyamaza kimya. Sio ustaarabu, wala sio unyenyekevu, wala sio utakatifu. Tukwamba mimi nitakuwa tu na nyamaza, Mungu anasikia tu. Anasikia nini? Umesema nini? Kuna wakati kweli unaweza ukasemea moyoni kama mazingira hayaruhusu. Bwana asifiwe. Lakini kama ingekuwa ndivyo, Mungu asingemwambia Yeremia nimetia maneno kwenye kinywa chako, maana nataka useme. Asingesema kwa kinywa mtu ukili, kwa sababu anasema kwa moyo mtu huamini, lakini kwa kinywa ukili. Kile ulichokiamini unatakiwa kufanya nini? Kukikili. Kile ulichokiamini unatakiwa kukikili. Kile ulichokiamini unatakiwa kukisema. Na Biblia inasema wazi kabisa, imani huja kwa unasikiaje kama mtu hajasema? Unasikiaje kama mtu hajasema? Kwa hiyo kitu gani ninachotaka uelewe? Anapozungumza na Ayubu, anapomwambia je, umeamuru? Manake umesemesha. Asingeweza kusema nimeamuru kimoyomoyo. Hakunaga kuamuru kimoyomoyo. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Damu ya Yesu ilipotununua, Biblia inasema ilitufanya kuwa makuhani. Lakini haitoshi, ikatufanya kuwa wafalme. Ndipo ikatupa kumiliki juu ya nchi. Ukuhani maana yake nini? Ukuhani maana yake kusimama kwenye nafasi ya ardhi na Mungu, watu na Mungu, mazingira na Mungu. Kusimama kwenye eneo la kumdai Mungu connection, network. Hiyo sio lazima useme. Bwana asifiwe. Maana unaweza ukaintercede, unaweza ukaomba kimya. Kuhani anaweza akafanya vitu peke yake. Lakini hiyo haitoshi, akasema sijawapa ukuhani tu, nimewapa na ufalme, ili sasa muweze kumiliki, ili sasa muweze kutawala. Huwezi kumiliki na kutawala kwa kuwa kimya. Haiwezekani. Ndio maana unaona maandiko yakisema neno la mfalme ni amri. Neno la mfalme ni sheria. Manake mfalme asiposema, hakuna amri imetoka.
Mfalme asiposema hakuna sheria imeandikwa. Kwa hiyo lazima aseme, lazima atamke. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na ndio maana hata ukiona kuna mtu amesema kitu kinyume chako, usifikiri kunyamaza ni unyenyekevu. Cha msingi tu usijibishane naye. Ukiweza kwenda kusemea pembeni, na wewe nenda kaseme. Lakini unaenda kusema nini? Unaenda ku counter attack. Unaenda kufuta kile kibaya alichosema. Mungu amesema sintafika kwenye hii safari. Kwanza pale pale anaposema, wewe unaanza kufuta na damu ya Yesu uko moyoni. Lakini ukifika mbele kidogo ili asione mnabibishana, inawezekana huyo mtu ni bosi wako. Bwana asifiwe. Lakini ndo kaachilia kitu kibaya kwenye ulimwengu wa roho. Ukifika pembeni, mwambie Bwana Yesu, ninafuta kwa damu yako lile neno lililotamkwa, nalifuta kwa damu ya Yesu. Nafuta ule uovu, nafuta ule ubaya. Lile neno lake halitakuwa, lile neno lake halitafanikiwa katika jina la Yesu. Lazima utamke, lazima utamke. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni mfalme, neno lako wewe ni amri, neno lako wewe ni sheria. Maana yake nini? Maana yake kwenye ulimwengu wa roho, mapepo, nguvu za giza zinasubiri tamko. Zinasubiri tamko, zinasubiri useme ili ziweze kuact. Na ndio sababu unaposoma kwenye ile Isaya sura ya 62 unaona Mungu anazungumza kuanzia ule mstari wa 6 pale, anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako wewe Yerusalemu, hawatanyamaza. Hawatafanya nini? Hawatanyamaza, hawatanyamaza. Maana yake wanatakiwa wafanye nini? Waseme. Wanatakiwa waseme. Kwa hiyo huku duniani tunapopambana na falme na mamlaka na wakuu wa giza, tunapopambana vitu vyetu viweze kutokea, viweze kuzaliwa, silaha mojawapo ya maangamizi ni kinywa chako ambacho kimejaa neno la Mungu. Mungu alimwambia Yeremia, nimetia maneno kwenye kinywa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona Biblia ikisema kinachomjaa mtu sicho kinachoweza kumletea shida, kile kinachotoka ndio kinaweza hata kikamletea unajisi. Kwa angalia sana nini kinatoka, nini kinatoka. Neno linalotoka ndio lenye madhara, lililokaa ndani halina madhara. Na ndio maana unaposoma mahali pengine unaona maandiko yakisema maneno maovu yasitoke vinywani mwenu. Kwa nini? Kwa sababu yana madhara. Okay. Biblia inaposema maneno maovu yasitoke kwenye vinywa vyenu, yasitoke. Unaelewa maana yake? Maana inawezekana hayo maneno yako. Bwana asifiwe. Shida yasifanye nini? Yasitoke. Weka kufuri. Na ndio maana unamuona huyu mtumishi siku moja alikuwa amekasirika, akamuomba Mungu, akamwambia Mungu, ninaomba uweke mgojezi. Funga na kufuri kinywa changu kinapotaka kutoa neno baya. Weka kufuri kabisa. Ukisoma kwenye tafsiri zingine anasema funga kabisa, weka kufuri kabisa. Weka mgojezi kwenye kinywa changu. Lakini ninapotakiwa kusema kitu ambacho ni cha muhimu, nipe neema ya kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nini ninachokusemesha? Kinywa chako ni silaha. Ibilisi akizuia usiseme, amezuia utendaji kwenye ulimwengu wa roho. Amemzuia mfalme asiwe na matokeo. Amemzuia mfalme asijifunue. Amezuia sheria, amezuia utendaji, amezuia maelekezo. Kwa sababu kila kitu Mungu mwenyewe anataka kusikia. Anasema niite, nitakuitikia. Huwezi kuita kwa kunyamaza kimya. Kilichomuokoa Bartholomayo kipofu ni kelele zake. Angejaribu kunyamaza, Kiswahili cha leo asingetoboa. Lakini alipiga kelele, ndivyo Biblia inavyosema. Na hata walipoenda kumnyamazisha, Biblia inasema kadri walivyokuwa wakimnyamazisha ndivyo alivyokuwa anapiga kelele. Kadri walivyokuwa wanamnyamazisha ndivyo alivyoongeza sauti, akasema kwa hiyo kumbe ni yeye na ndio anapita, na sijui kama atapita tena. Ndio mnanizuia ili asinisikie. Biblia inasema akaendelea kupiga kelele. Mji wa Yeriko ulikuwa ni business center. Ulikuwa ni mji wa kibiashara, ulikuwa ni mji uliochangamka, ulikuwa ni mji mzuri, yani ni mji ulioamka.
Kwa hiyo na Yesu vile alikuwa maarufu kipindi kile, alipoingia pale kwenye ule mji, unaonaga wasanii wanavyoingiaga mjini, vurugu zinazokuwepo, wasanii wakubwa hapa Morogoro najua wamepita pita, kwa mnaelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unaweza ukapiga kelele yule mtu akakusikia? Yesu alipoingia Yeriko ilikuwa ni zaidi ya msanii mkubwa ameingia kwenye mji, kwa sababu alikuwa ni mtu maarufu na kila mtu anataka kumuona, kila mtu anataka kumsikia. Lakini usifanye mchezo na mtu aliyekusudia kupokea muujiza wake kutoka kwa Mungu. Biblia inasema alipojua kwamba ni Yesu wa Nazareti anapita, Biblia inasema akapaza sauti yake. Ile sauti ikasapasi kila aliyekuwepo, ikasapasi kila nguvu iliyokuwa inatenda kazi, pamoja na waliokuwa wanamlazimisha kunyamaza, ikawavuka wote, kamfikia Yesu. Ninaomba kwa ajili ya sauti yako leo katika jina la Yesu, asiwepo wa kuinyamazisha, asiwepo wa kuizuia, asiwepo wa kusema kaa kimya. Kinywa chako ni silaha, kinywa chako ni silaha. Hakikisha masaa 24 hayapiti hujasema na ulimwengu wa roho. Lakini nilichokuwa nimekisikia moyoni mwangu ni kukusemesha umuhimu wa kuusemesha ulimwengu wa roho asubuhi. Kuna kitu cha ziada, na ndio maana akasema, je, umeiamuru asubuhi? Je, umeiamuru asubuhi? Je, umeiagiza asubuhi? Je, umetoa maelekezo kwa asubuhi? Kwa hiyo kumbe asubuhi uwaga inatakiwa ipewe maelekezo, asubuhi inatakiwa iagizwe, asubuhi inatakiwa iambiwe nini unataka kwenye hiyo siku, nini unataka kuona kinazaliwa, nini unataka kuona kinatokea, unataka kuona vitu gani vinazaliwa kwenye hiyo siku. Asubuhi isizae kitu cha uovu, isizae kitu cha mabaya. Kwa nini? Kwa sababu asubuhi ndio lango lako la siku, asubuhi ndio lango lako la mwezi, asubuhi ndio lango lako la mwaka, asubuhi ndio lango lako la miaka. Asubuhi ni mlango wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa kuna upako na kuna neema isiyokuwa ya kawaida ya kusemesha asubuhi. Lakini asubuhi ndio saa ya kuzima mishale yote, kuzima. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana. Hutaogopa. Ndivyo anavyozungumza kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ya 62, sura ya 92, anasema hutaogopa hofu ya usiku wala mshale ulukao mchana. Kwa hiyo kuna hofu zimeachiliwa usiku. Zimeachiliwa na nani? Zimeachiliwa na madhabahu za giza, zimeachiliwa na madhabahu za kuzimu, zimeachiliwa na roho za miungu, zimeachiliwa na watu wabaya. Kuna hofu zimeachiliwa usiku. Mchana kuna mishale imeelekezwa kwenye kazi, imeelekezwa kwenye biashara, imeelekezwa kwa watoto, imeelekezwa kwenye ndoa, imeelekezwa. Kwa hiyo unapoomba asubuhi, unashughulika na vitu vilivyoachiliwa usiku, unashughulika na vitu vilivyokusudiwa mchana. Bwana asifiwe. Kwa ni lango la muhimu sana, ni lango la muhimu sana. Linashughulika na pande zote mbili, kuhakikisha hakuna kinachofanikiwa kinyume chako. Na no wonder watu wengi sana wanazuiwa. Yaani kama kuna mahali watu wengi wanazuiwa wasiwe na matokeo, napo ni asubuhi, alfajiri. Watu wasiwe na matokeo. Mishale ya mchana unaizima saa ngapi? Kwa sababu anazungumza vizuri kabisa, anasema kuna mishale inaruka mchana. Maana lazima hiyo mishale imetengenezwa usiku. Na unaweza kuizimishaje? Unaweza kuizimisha kwa kutumia ngao ya imani. Ndivyo Biblia inavyosema kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ile ya 6, anasema mkizima mishale yote. Kwenye ile Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 16, anasema mkitwaa ngao, zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu.
mishale yote. Na kule kwenye Zaburi 92 anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Huu mshale unaoruka mchana lazima uzimwe. Haujauzima huu mshale, Biblia inasema ni mshale wenye moto. Ni mshale wenye moto, maana yake ni mshale wenye uchungu. Ukikupata umebeba uchungu, ukikupata umebeba maumivu, ukikupata umebeba mauti, ukikupata umebeba uovu. Anasema mishale yenye moto lazima izimwe, lazima izimwe. Sasa ukisikia mshale wenye moto, maana yake ni kitu chochote kitakachokuletea fedheha, kitu chochote kitakachokuletea maumivu, kitu chochote kitakachokuletea hofu, kitu chochote kitakachokuletea mahangaiko. Kama ni mfanyabiashara, hii ni roho ya chuma ulete. Mtu atakayekuletea hasara, mtu atakayesababisha uharibifu kwenye biashara yako, mtu atakayesababisha utapeli. Mshale wenye moto ni kitu chochote kinachoenda kugafrisha nafsi yako. Huo ni mshale wenye nini? Wenye moto. Mtu anatokea tu anaharibu siku yako, mtu anatokea tu anasababisha huzuni siku nzima. Kitu kinafanyika tu, ni vitu vinaratibiwa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa unapoomba asubuhi, unazima ile mishale yenye nini? Yenye moto, ambayo imekusudiwa, ambayo imetengenezwa, ambayo imeagizwa. Unaizima isiwe na matokeo juu yako. Hiyo mauti iliyokusudiwa, hiyo ajali iliyokusudiwa, huyo mtu aliyekusudiwa kuja kukugonga kwa nyuma kwenye gari yako, huyo mtu aliyekusudiwa kuingia na kuchukua simu yako nyumbani, huyo mtu aliyekusudiwa kuja kuleta uovu pale ofisini kwako, huyo mtu aliyekusudiwa, yote hiyo ni mishale imeratibiwa. Umeratibiwa saa 8, umeratibiwa saa 9, umeratibiwa saa 4 asubuhi, umeratibiwa. Nini kinachotafutwa? Usiwe na utulivu, usiwe na amani. Kazi ya maombi ya alfajiri ni kuzimisha hiyo mishale, kuzimisha hiyo mishale yenye moto. Ndio maana haijalishi uko wapi, hata kama hakuna ibada za asubuhi, lazima Mungu akupe muda wa kuhakikisha unaisemesha asubuhi, unaiagiza asubuhi. Na uwezi ukaisemesha asubuhi ya kesho, leo. Huo ni uvivu. Bwana asifiwe. Japo maombi yako yanaweza yakasaidia, lakini huo ni uvivu. Yaani kuna mtu anasema nikiomba leo Jumatatu ndio nakuaga nimeombea wiki nzima. Acha hizo story. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Maana no excuse. Huwezi kusema niliomba juzi, huwezi kusema niliomba jana. Siku zote. Kama una siku 365 na robo, unatakiwa uombe siku zote 365 na robo. Zote uzisemeshe, zote uziamrishe, zote uziagize, zote uzipe maelekezo. Lakini kuna mtu anaomba tarehe moja, anasema ameombea mwezi mzima. Mtu anaombea breakfast, anasema na vyakula vyote nitakavyokula leo. Yaani kuna watu ni wavivu. Yaani eti anapoomba yale maombi ya asubuhi, eti na vyakula vyote nitakavyokula leo, na kila mahali nitakapokanyaga leo. Of course umesemesha, lakini haina maana hautaomba tena. Na usimwekee limitations Roho Mtakatifu. Unaweza ukaingia mahali Roho Mtakatifu akakwambia uombe kama vile hujaomba kabisa. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo alfajiri ni muda wa kusemesha vitu, ni muda wa kuviagiza vitu. Na ndio maana hata wenzetu lango lao la kwanza ni nini? Ni alfajiri. Ni alfajiri. Na wenyewe ili kuwa serious na hiyo agenda, wakasema hata kama wengine hawatafanya, wamerekodi wengine. Wamerekodi yale maombi wanayoyaamini. Kwa hiyo ukifika ule muda, kuna mtu anaendaga kuwasha. Kwa hiyo yale maombi yanaanza kutandaa kwenye ile anga. Hata kama ni kwa dakika 5, hata kama ni kwa dakika 3, hata kama ni kwa muda gani, yale maombi wanachotafuta ni nini? Ni kucontrol anga, kucontrol eneo. Na hakuna siku wana miss. Kwa hiyo wakati kule juu inasema, na wengine ndio wanaingia huku chini, wanaendelea. Lakini kule juu wana control.
ulimwengu wa roho ndio unao control ulimwengu wa damu na nyama. Lazima aweko mtu wa kusemesha vitu kwenye ulimwengu wa roho ili hivyo vitu viweze kutokea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndio maana hata Yesu alikuwa ni mtoto wa Mungu, alikuwa ni mwana wa Mungu, na yeye aliomba alfajiri. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 35, anazungumza wazi kabisa kwenye kile kitabu cha Marko ile sura ya kwanza, Marko moja ule mstari wa 35, anasema hivi kwenye ule mstari wa 35, hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Biblia inasema ilikuwa ni alfajiri sana. Yesu hakuacha kuomba alfajiri, alitoka kwenda kusema. Kwa kuna kitu cha tofauti kwenye maombi ya asubuhi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ni muda wa kuagiza vitu, ni muda wa kusemesha vitu kwenye ulimwengu wa roho, na hiyo neema iwe juu yako. Hicho kitu kiumbike ndani yako ili uweze kutawala. Damu ya Yesu ni kweli ilikununua ili kufanya kuhani, ni kweli ilikununua ili kufanya mfalme. Lengo ni nini? Umiliki. Huwezi kumiliki mwilini wakati hujamiliki kwanza wapi? Rohoni. Anayemiliki mwilini na hajamiliki rohoni, umiliki wake ni temporary. Narudia, huwezi kumiliki mwilini wakati hujamiliki rohoni. Anayemiliki mwilini hajamiliki rohoni, umiliki wake ni temporary, ni wa muda tu. Kwa nini? Kwa sababu muda wowote atakapokutana na anayemiliki rohoni, anampoteza, atamsumbua tu, kwa sababu vitu havitokei tu. Vitu vinatengenezwa kwanza, vinaumbwa kwanza, vinaagizwa kwanza. Na usione watu wanajeuri mjini, wanajua wanamilikia wapi rohoni. Yoyote unayemuona anafanya vitu mjini, jua nyuma yake kuna nguvu inayotenda kazi. Yoyote mwenye kiburi, yoyote unayemuona anatembea kifua mbele, nyuma yake kuna nguvu inayotenda kazi. Ipo. Wanatoa sadaka, wanatoa makafala, wana waganga binafsi. Yaani kama jinsi mtu alivyo na daktari wake, ndivyo mtu alivyo na mganga wake. Kafala zinaenda kufanyikia nyumbani. Tunakutana na vitu vya ajabu sana tunapozunguka kufanya semina na kufanya huduma maeneo mbalimbali. Na wakati mwingine tunapoenda kuomba na viongozi, tunashangaa vitu vya ajabu sana. Anakueleza, nikatafuta na mtu kutoka nchi fulani, nikatafuta na mtu kutoka, alikuwa amekuja kufanya nini? Amekuja kufanya ibada, amekuja kufanya vitu kwenye ile nyumba ili at least aweze kupata nafasi ya kugombea tena. Alafu ukikutana naye huko mjini, unataka kupambana tu na hiyo nguvu, hujui unapambana na nguvu ya namna gani. Mwingine ili aweze kufanya biashara kwenye mji, ameambiwa kabisa kuna mtu lazima atoke Zambia, kuna mtu lazima atoke Malawi, aje akutengenezee nguvu, akutengenezee madhabahu, aje akusaidie. Na yule mtu akija, anamwambia tutauisha hii nguvu kila baada ya miezi 3. Sasa angalia kuuisha kwenyewe, lazima ikatike milioni 10, wanauisha. Kwa sababu ya vitu vinavyoagizwa, vitu vinavyotakiwa kufanyika. Ogopa watu wanakuja wanakaa nyumbani kwake, wanakaa mwezi mzima, wanauisha nguvu. Alafu wewe unatoka, huombi, ufanye kitu chochote. Unasema kwani yeye nani bana? Usiseme kwani yeye nani na hauna nguvu za Mungu. Na Biblia inatueleza wazi kabisa kwamba mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, anapolinda vitu vyake vinakuwa salama. Lakini akija mwenye nguvu kuliko yeye, Biblia inasema anaweza akamfunga. Kwa hiyo wewe unaweza kutembea kifua mbele ikiwa hujakutana na mwenye nguvu kuliko wewe. That's the reality. Bwana asifiwe. Mimi nakuombea nguvu za kumiliki kwa damu ya Yesu. Uzuri wake ni mmoja tu, haijalishi wamekuja na nguvu kutoka wapi. Cha msingi wewe unajua namna ya kutembea na nguvu ya damu ya Yesu. Hakuna kinachoweza kusimama. Yesu alisema nimewapa amri ya kukanyaga inge, kukanyaga nyoka na nguvu zote.
Haijalishi zimetoka South Africa hizo nguvu, haijalishi zimetoka Malawi, haijalishi zimetoka Nigeria, haijalishi zimetoka Kongo. Biblia inasema na nguvu zote, hakuna chochote kitasimama ukiwa mwaminifu kwa huyo Mungu unayemtumaini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Tumeelewa na watu wa Mungu? Haleluya, haleluya. Naomba usimame mahali ulipo. Unaweza ukashika sadaka yako ambayo Bwana amekupa kwa ajili ya maombi haya, ambayo Bwana ametupa kuyaomba siku ya leo. Nyanyua mkono wako kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaachilia damu yako juu ya hii sadaka, juu ya hii sadaka. Ninaiagiza sadaka hii kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ikaangushe kila sadaka zilizotolewa, zilizofanyika kinyume changu, kinyume cha jina langu, sadaka za miungu, sadaka za ubaya, sadaka za hila, sadaka za kafara zilizofanyika kinyume cha jina langu, kinyume cha nafsi yangu, kinyume cha mwili wangu, kinyume cha biashara yangu, kinyume cha familia yangu. Kila sadaka iliyofanyika kinyume changu katika juma hili, katika siku ya leo, kila sadaka iliyotengenezwa ili kuniangusha, ninaibatilisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaangusha huo ubaya uliokusudiwa kinyume changu kwa damu ya Yesu. Kila mshale uliotengenezwa unimalize, uniangamize kwa jina la Yesu, ninauzimisha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Zile hofu zilizoachiliwa wakati wa usiku nazibatilisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuachilia damu ya Yesu. Unganisha hayo maombi na hiyo sadaka. Semesha unachotaka kusemesha, amlisha unachotaka kuamlisha. Semesha hii siku ya leo, semesha hili juma kwa kinywa mtu ukiri hata kupata. Anasema nimetia maneno yangu kwenye kinywa changu. Anasema wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita. Anasema kwa wewe nitavunja mataifa, kwa wewe nitaharibu, nitabomoa, nitaangamiza. Wewe ni silaha za vita, wewe ni silaha za vita. Rebo saka raba koria. Baba, ninamleta mtoto wako kwenye msalaba kwa mamlaka ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamwachilia kwenye neema yako, ninamwachilia kwenye nguvu zako. Baba, ninafuta ajenda za uovu, ninafuta ajenda za mabaya, ninabatilisha. Umesema kwenye Isaya, lile neno la waovu halitafanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, umesema kila silaha itakayoinuka kinyume chake, umesema haitafanikiwa, umesema haitafanikiwa, umesema haitafanikiwa tena. Umesema kwenye Zaburi, umesema Bwana, umesema kabisa kwamba fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Kila roho za udhalimu ambazo zimekusudiwa, Baba, nazibatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu.